We kijana, salamu sio mpaka mkono. Unaweza kunisalimia tu bila kunipa mkono. Halafu hivi unajikuta nani katika hii nyumba? Kwa nini blaza? Halafu sijisaulishe. Kumbuka ni mpangaji kama mimi. Yaani wewe kila sehemu tu unataka uguse, kila sehemu. Unajikuta nani? Unajikuta Harmonize? Blaza, hebu naomba niambie. Labda kuna jambo ambalo nimelifanya alipo sawa, nimekosea. Kwa sababu sijui unavyozungumza unamaanisha kitu gani. Hebu angalia macho yako. Mekundu, yani yanawakilisha kabisa kama sio mtu mzuri. Unacheka? Nacheka kwa sababu unashangaza. Wewe uone ulipokosea. Najua naweza nikaongea usinielewe, lakini ni bora nikaongea. Kidogo naweza kuwa na akili ya kufikiria. Kuna mapenzi. Lakini kwenye hayo mapenzi ambayo watu wengi wanaishi, ufanywa kila kitu kizuri kutoka kwa wapenzi wao. Lakini hao wapenzi wanatumia njia hizo kuwa ndo kama pazia kuficha maovu yao. Jiangalie sana brother, usije ukaongea katika kifungo cha mapenzi. Unaongea unatumia nguvu nyingi tu kuongea. Bwana wewe hata hapo kwenye mkono hujai. Wewe bwana mdogo sana. Unajikuta nani kwani wewe? Hebu nenda afu sikia. Wewe huwezi kuniambia chochote nitakuelewa. Yaani anaingia na huko anatoka na huko. Bado mdogo na utahama katika hii nyumba. Subiri tu. Sijakuamulia lakini nikiamua wewe utoboi. Kifungo cha mapenzi, kifungo cha mapenzi, kifungo. Unajua watu wako mimi siwaelewi muda. Watu gani? Si hawa wapangaji humu. Hasa huyu kijana huyu mdogo. Ndio simuelewi hata kidogo. Yaani anaonekana sio mtu mzuri kwa sababu yaani mimi nikipishana naye tu nywele zangu zinanisimama. Mwili unaona yani wa tofauti kabisa, najiona kabisa niko tofauti. Nikipishana naye tu anaonekana sio mtu mzuri kabisa. Mpenzi wangu, kwani kwa hauna uwezo wa kuwafanya watu wote wakahama huko ndani? Mimi nataka waondoke hawa kabisa kwa sababu anatubana bana huko ndani. Pishi tu wenyewe. Kwa sababu anaonekana sio watu wazuri, yani kwa nao makini. Sana sana huyu kijana mdogo ninakwambia huyu ndio sio mtu mzuri kabisa kama ninakwambia. Yaani nikipishana naye tu lazima nijihisi wa tofauti. Yaani katika siku ambayo umeongea pointi, umeongea. Yaani chocho kisema hicho ndicho ambacho mimi nakifikiria kwenye kichwa changu. Dada kumbe ulikuwa unatoka? Ndio, natoka mara moja. Unapoenda huko sijui utachelewa kurudi? Sitachelewa, nitawahi kurudi. Maana nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Kama una mazungumzo, tuzungumze hata sasa hivi. Hapana, sio sasa hivi. Nilikuwa nahitaji hata kidogo tukae hivi chini tupate hata maji kisha nakuelezea. Basi sawa, vumilia, nitakaporudi tutaongea. Basi haya, asante. Na kuna kitu ambacho nitafanya hapa ndani, tutakaa tu wenyewe. Yaani ile ondoa hofu kabisa hiyo. Yaani ondoa shaka, jiachie. Shafahamu? Huyo unomsema huyo, yaani yule kijana hata mimi mwenyewe simuelewelewi ila itafika mwisho wake. Usijali. Nitafurahi sana kama ikiwa hivyo. Nitafurahi zaidi yani. Furahi sasa hivi. Sawa. Lakini nilikuwa na shida kwa. Shida gani tena? Naomba kama utakuwa na buku hapo nichukulie vocha. Sasa buku tu ndo najiuma hivyo. Basi kuja kukuchukulie. Haya. Mwenzenu nimekamatwa na kifungo cha mapenzi. Kibwana mimi
nimeshikwa, nimekwama. Kifungo cha mapenzi, kifungo. Jirani huyo. Jirani, karibu. Leo yani tangia asubuhi huko bize na wewe. Bwana, asojua sina kunifanyia. Maana umeanza usafi ndani, ukaja tena ukamalizia hapa tena unaona ndio uko bize na viatu. Ndio. Haya. Niambie jirani. Mimi bwana nimeona sio vizuri kukuacha hapa ukiwa mwenyewe una njaa. Aha. Nimepika chakula, nimeona sio vizuri nile mwenyewe huko ndani. Aliyakuwa wewe tangia asubuhi uko bize. Nimeona nikuletee chakula. Na kwenye hotpot. Sasa ningekuletea kwenye sahani na hizi vumbi za hapa ndugu yangu si. Nimeona sio vizuri. Ndio maana nimekuhifadhia huko. Tena hotpot safi kabisa. Hotpot ni safi sawa. Ila macho yako yananionyesha kwamba kilichopo ndani ya hotpot si safi na wala si salama mimi kukila. Sasa unamaanisha nini? Maana yangu ni kwamba sidhani kama unaweza kuwa mwema kwangu kwa staili kama hiyo. Pelekea mpaka kuniletea chakula mimi. Hivi wewe ukoje? Yaani mimi nimeona nikuletee chakula unaanza kuniambia sijui macho yangu. Ama kweli Fadhila mfadhili mbuzi. Sikutegemea kabisa ni kama ungetoa maneno kama hayo. Chakula kichafu umefungua ukakiona kichakula mundani kilichokuwa ni kichafu. Macho yako yanaonyesha kila kitu. Alafu najua nini? Jaribu sana kuwa makini unavyofanya. Na utambue kwamba ipo siku kila ambacho unafanya basi kitakuja kuwa na mwisho wake. Kama ni faida itakuwepo na kama ni hasara pia itakuwepo. Ndio, ni sijui likoje hili. Yaani watu wengine sijui wakoje. Yaani mtu unampa chakula alafu anajishaua sijui kuona kitu gani sijui nini. Sasa subiri, hajanijua bado. Ngoja nimuonyeshe. Shida macho yake tu. Macho ndio shida. Jirani bwana. Mpumbavu huyu nitampata kwa staili ipi? Mbona jifanya mjuaji sana? Kina shida. Dada yake kwenye
mapenzi kifungo. Dada, sasa hizi wewe kuna kitu unanitafuta. Makubwa. Leo Jumamosi, kesho Jumapili, safari. Kipo ndo amekuwa hivyo. Mimi naita atakuja kunitoa roho. Sawa, nimekuelewa Sabra. Sasa umejiandaa, unataka kuondoka wewe ndio? Sasa imekuwaje hadi amekuja sasa? Yaani amekuja tu ghafla jamani. Sasa kuja kunalibia mipango yangu mimi huyu. Huyo kijana anayemzungumzia ni kijana mdogo sana, lakini ana urithi wa kitu ambacho kimetoka kwa mababu wa mababu zake. Yaani kurupu tu, kwani vipi Wewe nishakuchoka bana. Jumapili utaondoka wewe. Sitoki kama nishakwambia ndo nishafika. Sitoki. Yaani nakuhakikishia utaondoka, maana ushajifanya mjuaji wewe.